Na tumesema ndani ya siku 100 baada ya mgombea wetu kuapishwa akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu, tutatoa bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha mitaji kwa makampuni ya vijana, kwa ajili ya kuwezesha mikopo midogo midogo kwa kina mama, wazee, wote wanaofanya ujasiriamali, ili tutatue tatizo la mitaji ambalo linawakabili watu wetu. Lakini haya yote yanalenga katika nini? Tunalenga katika kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Watu wa vipato vyao viongezeke, uwezo wao wa kuzalisha uongezeke, ili wao wenyewe waweze kununua bati, waweze kununua nondo, waweze kununua simenti. Lakini tuna mpango kwenye ilani ya miaka 5 ijayo kuanza kuboresha makazi ya mjini. Chama cha Mapinduzi kinajua wananchi wa Dar es Salaam na wafanyakazi wengi katika miji mikubwa wanapata changamoto ya makazi bora. Tunaona na tunatazama namna ya kubadilisha maeneo kama Manzese, maeneo kama hayo ambayo ni squatters, tupandishe magorofa makubwa kwa kushirikiana na sekta binafsi, ili watumishi wanaokaa Chanika hawana sababu ya kukaa Chanika, wanafanya kazi Posta. Tunataka wakae Tandale kwa Tumbo, Tandale kwa Mtogole, wakae Manzese katika fleti za gharama nafuu, alafu waje wafanye kazi na kurudi majumbani mwao. Kwa hiyo hili pia la makazi liko katika ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi 2025-2030. Ndio maana nasema tumejipanga vizuri kuhakikisha ya kwamba hilo unalolizungumza, pamoja na kudhibiti bei ya vifaa vya ujenzi, lakini lazima tujenge uchumi wa watu wetu. Lazima tuwasaidie vijana. Tukijenga kongani za viwanda, vijana wengi wakajiajiri kwenye viwanda, vijana wengi wakajiajiri kwenye kilimo, vijana wakapata mitaji ya kuanzisha makampuni madogo madogo. Leo tuna vijana wa Kitanzania wamemaliza vyuo vikuu. Unatakiwa kuwawezesha mitaji watengeneze makampuni ya usafi, makampuni ya madogo madogo ya ujenzi, ya kufanya finishing, decorations za nyumba na kadhalika. So ukiwapa mitaji vijana kama hawa kwenye vikundi na makampuni madogo madogo, maana yake unawawezesha wao kujiajiri na wao kuweza kuajiri vijana wenzao. So ndio approach nzuri ya kujenga uchumi shirikishi na jumuishi wa wananchi wetu. Asante sana Mheshimiwa.